Ni juma la kwanza la mwezi wa 4 tarehe 6 na mwaka ni 2025, na haijalishi kwamba hali ya hewa iko vipi ndani ya jiji la Dar es Salaam, lakini pia popote pale nchini Tanzania, sisi tumeamua kutembea tambarare, tukashuka mabonde, tukapanda milima, hatimaye tumekuja kujikuta tuko katika bonde hili ambalo ni pahali pa utulivu. Naizungumzia Sharambe, pahali panapopatikana kanisa la TAG Shiloh Mission Center kwa mtumishi wa Mungu Pastor Songwa Kazi, ambapo Habari Maalum TV siku ya leo tumetia timu hapa na kukita kambi kuweza kukusanyia mjumuiko wa ripoti zote za kutoka kanisani na ziweze kukufikia kwa ustadi na kwa uzuri kabisa hapo nyumbani kwako, mtazamaji wa Habari Maalum TV. Either unatizama kupitia kisimbuzi cha Star Times channel namba 126, Azam TV category ya other channel namba 12, lakini pia pengine unatizama hivi sasa kupitia ukurasa wetu wa YouTube kwa anwani ya Habari Maalum TV. Hizi ni ripoti za kutoka kanisani na hapa ni TAG Shiloh Mission Center. Siku ya leo kubwa ambalo limezungumzwa hapa na mtumishi wa Mungu ni siri ya kukubali kutumiwa na Mungu. Siri ya kukubali kutumiwa na Mungu. Na nukuu imetoka katika kitabu cha Samueli wa kwanza ule mlango wa 10 na mstari wa 6. Nayo inasema hivi: na Roho wa Bwana itakujilia kwa nguvu, nawe utatabiri pamoja nao, nawe utageuzwa kuwa mtu mwingine. Hii ni kidogo ya kile ambacho kimezungumzwa. Twende tukapate kusikia mtumishi wa Mungu Pastor Songwa ni nini ambacho amekihubiri na kunena na wewe katika ibada ya Jumapili ya leo. Hiki ambacho nakufundisha leo nilikiandaa miaka hiyo, nikakihubiri, nikakifundisha. Sijawahi kuota kwamba nitakuwa mchungaji, lakini ndani yangu nilikuwa nasikia kutumika. Mungu akanipa siri. Nakumbuka nikaandika siri kama 14. Leo kwa neema Mungu nataka nikupatie moja, muda ukiruhusu angalau nikupe mbili au moja, kwa sababu ni somo endelevu, siri ya kutumiwa na Mungu. Mikono karibia yote inatamani kutumiwa na Mungu. Sasa unisikiza kwa makini. Haujaokolewa kwa sala. Ukiona unaishi, unapumua, ujue Mungu bado ana kazi na wewe. Yaani kuna mahala Mungu anataka kichwa kama chako, na hakuna mwingine ambaye atafanywa kazi, ni wewe. Kwa haupo tu kwa sababu upo, you are there for a purpose. Steven, unaelewa mzee wangu? Yaani kuna kitu ambacho Mungu anataka ukikamilishe. There is a mission which God wants you to accomplish. Na ndio maana unaishi. Hauishi ule uvae ulale. No, kuna kazi Mungu ana wewe. Na mbele ya safari huko nitakuja kuconnect. Niwahi kufundisha somo miaka fulani hapa waliokuepo juu ya kulitambua kusudi lako. Na nikafanya interview, watu kadhaa kasema mimi nimejua Mungu amenitia nini, nikaipenda sana hiyo. Sasa katika kutumika huku itabidi sasa utumike kwenye eneo lako. Kama ni kwenye kukarimu, sawa Debora, nani bora ufanyaje? Ukirimu. Kama ni kuomba, omba kana kwamba hautafanyaje? Hautaomba tena. Kama ni kwenye kuonya, Biblia imezungumza wako wengine Mungu amempa tu neema ya kuonya. Onya, ambapo mwingine hataweza kufanya hivyo, lakini kwa mwingine Mungu anampa upako wa kuonya. Mwenye kukemea afanyaje? Akemee. Mwenye kufundisha afanyaje? Afundishe. Siri ya kutumiwa. Sasa ili utumishi wako huo uwe na matokeo kwenye eneo lako la kusudi, na kuletea somo hili ili baadaye huko mbele tutaconnect ili uingie kwenye kusudi lako. Unataka utaki James, lazima tujue umebeba nini na kwa kiwango gani umekitumikia hicho kibeba. Naongea na mtu hapa. Na leo tunataka tuchokonoe kidogo hako kaeneo ka siri ya kutumia na Mungu. Samueli wa kwanza sura ya 10 mstari wa 6.
Samueli wa kwanza 10 mstari wa 6. Mtu mmoja asome kwa ushindi kabisa. Nitasoma. Wewe fala, angalia. Ninachosoma ndicho hicho. Na roho ya Bwana itakujilia kwa nguvu, nawe utatabiri pamoja nao, nawe utageuzwa kuwa mtu mwingine. Pointi yangu ni ile, kugeuzwa kuwa mtu mwingine. Nataka kutumiwa na Mungu, ndio tumeona mikono karibia yote. Mungu hata mtumia mtu ambaye hajafanyaje, hajamgeuza. Lazima akuvue gamba lako, akuvike gamba lake. Ukianza kuomba ni mdomo wako unaocheza, lakini anayeomba ni Mungu katika wewe. Nakumbuka nilifundisha habari ya maombi yenye matokeo. Ni yale ambayo Mungu anafanyaje? Roho Mtakatifu anaomba. Mungu hatajibu maombi yako, atajibu maombi yake. Mchungaji mmoja akasema, mchungaji naomba unisaidie. Mungu anaomba kweli? Kaambia ndio anaomba. Nikamwambia Warumi anasemaje 8:26, hatujui kuomba, lakini wewe mwenyewe ufanyaje? Hutusaidia kuomba. Anatuombea kwa kuugua. Kwa Mungu anaomba. Wakati gani Mungu anaomba? Anapokugeuza akaweka makao yake ndani yako. Maana yake ukianza kuomba ni mbingu zinaomba. Ukianza kuhubiri ni Mungu anaongea na watoto wake. Ama hakika imekuwa ni ibada ya baraka sana kwa kile ambacho kimezungumzwa hapa. Watu wamefunguliwa, watu wameombewa, watu wamebadilishwa utu wao kwa namna ambavyo neno la Mungu limenenwa na mtumishi wa Mungu. Tupate kusikia kile ambacho waumini wa kanisa la TAG Shiloh Mission Center wamekizungumza mara baada ya ibada ya Jumapili ya leo. Kwa majina naitwa Flora Robert Urio. Ibada yetu ya leo ilikuwa inahusiana na nguvu za Mungu, yani siri ya nguvu za Mungu katika maisha yetu. Kwamba ili Mungu aweze kututumia katika kazi yake au katika kuifanya kazi yake, ni lazima kwanza atugeuze, yani tugeuzwe. Kwa kuwa Mungu huwa hamtumii mkamilifu, Mungu humkamilisha mtu kwanza, ndipo anapomtumia. Hivyo Mungu hujaza nguvu zake ndani yetu na kutugeuza kutoka katika hila za adui, kutoka katika nguvu zilizo kinyume na mapenzi ya Mungu, ili aweze kututumia katika kazi yake. Kwa hiyo ibada ya leo nashukuru sana, nimemwona Mungu katika hilo na nimejifunza kabisa kwamba kumbe Mungu huwa hatumii mtu mkamilifu, bali huwa anatukamilisha ili aweze kututumia katika kazi yake. Kwa majina naitwa Alphonse Philemon Kashimbo. Namshukuru Mungu kwa ibada ya leo Jumapili tumevuka, ambayo ibada ilikuwa yenye matokeo mazuri na yenye utukufu mbele ya watakatifu. Tumemwona Mungu akitumika mahali hapa. Angalia habari ya kumruhusu Roho Mtakatifu kaa ndani yetu, na tumesikia hiyo habari, tumesikia vizuri na watu tumeponya, tumevuka kwa juu ya hilo. Kwa hiyo namshukuru Mungu juu ya hilo kwa kutumikia vizuri na kulipokea neno lake kama vile ipasavyo. Kwa majina naitwa Raymond Erudi Kibanga. Napenda kumshukuru Mungu kwa ibada ya leo. Kwa kweli tumebarikiwa na tumejifunza mengi kuhusu somo la leo, jinsi ya kugeuzwa, ambayo inapatikana katika kitabu kile cha Samueli wa kwanza 10:6, roho ya Bwana ilivyomgeuza. Tumejifunza mengi kwamba kuna vitu vingine huwezi ukavifanya pasipo kugeuzwa na roho ya Mungu. Kumbe kuna mambo mengine ambayo ni ya kimungu unapaswa kuyafanya, lakini huwezi kuyafanya kwa sababu unayafanya kama wewe. Lakini unapogeuzwa na roho ya Mungu unakuwa ni mtu mwingine na unafanana na Kristo. Hayo ni maoni na mtazamo wa watumishi wa Mungu, waumini wa kanisa la TAG Shiloh Mission Center hapa kwa Pastor Songwa Kazi, mara baada ya ibada ya kutamatika, kile ambacho wamejifunza kwenye ibada ya siku ya leo. Mimi niseme tu
Tushukuru kwa neno, lakini pia tushukuru kwa vyote. Ila kubwa, elewa na kukamata neno tushukuru kwa vyote. Ni kwa sababu gani? Tumepata vya rohoni na tumepata vya mwilini. Safari ni kuelekea studio za Habari Maalum TV zopo Kurasini, Manispaa ya Temeke. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya na ripoti hizi kukamilika kwa uzuri kabisa, nyuma ya kamera ni Zawadieli Peter Mdonko, na jina langu mimi ripota wako, ripota wa siku, nifahamu kama Ayo PhD. Wanapo majaliwa tutakutana kwenye mjumuiko wa vipindi vingine wakati mwingine. Kwako hapo studioni Ayubu Shimba.